Oh binadamu, binadamu, oh binadamu. Oh binadamu, binadamu, oh binadamu. Na hawa kina nani? Ipatie maji. Yaani muda wote hizi nywele zinakuwa vuguvugu tu. Yaani shati kusema kubadilisha hili kweli. Ndio kufua kweli. Ni chuma Mungu tulike tuachie mama hiki. Ujitahidi tu. Usera unaweka sitiki kichwani. Hiki kuja kukuchoma. Haya hapa kaka. Wageni, karibuni sana. Asante. Mliki kuona shida gani? Nadhani sisi shida yetu tushaongea na dada tayari. Hamjiongea na dada, mnaongea na mimi sasa hivi. Mna shida gani? Kaka tayari tuko tushazungumza na. Wewe mbona na mdomo wewe? Yaani ulipokuwa umesuka umependeza ndio wote kusema una shati kali hivyo. Shati nyekundu lakini akili zote hakina kitu. Nauliza mna shida gani? Kaka samani, naomba tuachane na changamoto za hapa na pale na nini. Nadhani sisi tumetokea mjini na tupo kwenye kampuni ambayo inajihusisha na ulezi pamoja na utetezi. Kwa hiyo tumeelekezwa mazingira haya hapa na kwa bahati nzuri tumefika na tumemkuta ndugu yetu hapa. Kwa hiyo sisi tulikuwa tumefika ili tuweze kumchukua kwa ajili ya kwenda kumsaidia kielimu, kiafya, kula, yani kila kitu kwa sababu hivi ni uulize swali. Hivi nyinyi aliuambia kwamba chuma hiki kina shida chakula kulala hapa ni nani? Hapana, sio hivyo. Huyu mtoto uligemuona mpaka nafika hapa uzazi kutuachia. Hichi chuma kinakula kinajienjoy kile unapokiona. Hakina shida. Kwa hiyo kama nyinyi mna shida, bora mtafute sehemu nyingine wala sio hapa. Majibu yote na dada au tukimuuliza ndio wote likimuogesha na kumbadilisha nguo. Mbona hana shida huyu? Au nyinyi mna ujanja nikitaka kuufanya? Hapana, sio hivyo kaka yangu. Yani kuna huyu ana haki zake za msingi kama binadamu wa kawaida kama tulivyo sisi, mimi na wewe, si ndio hivyo? Ndio. Kwa hiyo anabidi apate haki ya elimu. Umeona, wana walimu wao special kwa ajili ya kuwafundisha, wana lugha zao za alama. Umeona, ikusudi ajue kusoma na kuandika kama unavyojua wewe. Pia huwa kuna namna ya kumlea kiafya. Umeona, tofauti na mazingira haya anafanyaje anaoishi. Pia huwa kuna namna ya kumfanya awe mtambuzi wa kitu fulani. Kwa ndio maana kuna haya mashirika kwa ajili ya kuwasaidia. Sasa huko kijijini hakuna. Ndio maana tunahangaika kila sehemu kwa ajili ya kuchukua watu kama hawa, watu ndio fanyaje kuwasaidia. Si umeelewa kakaangu? Wewe, hakikisha mbuzi wasiingia kwenye mashamba ya watu. Na wakiingia, utanitambua mimi ni nani. Vipi tena na wewe? Kuto kukimbizana na wanyama tu huko maporini. Uchokagi? Kwani kuna shida gani? Sema sicho kilichonileta hapa. Huko kwa Mama George kuna wageni wamekuja. Tena nahisi wametoka mjini. Mkaka kavaa tisheti jeupe na mdada kavaa tisheti jekundu. Tena inavyoonekana ni watu wazuri shogangu. Watu wazuri? Umejuaje kama ni watu wazuri umeona siku moja tu? Kwa mimi nilivyoona tu ni watu wazuri. Nataka nitoke hapa nikaongee nao ili na mimi niweze kwenda mjini. Kwenda mjini? Ndio. Kaka kijiji kuna shida gani? Mbona wewe mzuri tu? Ukika tu utaolewa, unaenda mjini kufanya nini? Kuolewa tena? Mimi siwezi kuolewa.
Sasa sikubali kuolewa kijijini. Mimi nataka niende huko mjini nikapendeze kama wanawake wengine, nipake lipsheni, wanja kidogo nini, mambo kama hayo. Rafiki yangu unaenda kupotea. Huwezi kumuona mtu siku moja alafu ukajua eti ni mtu mzuri. Yaani hapo unaenda kupotea rafiki yangu. Wewe naye uishiwagi maneno. Sina cha kushauri shoga yangu. Ukitaka kwenda nenda, ukitaka kubaki baki. Maamuzi yako. Mimi nabaki hapa hapa. Sema mimi ngoja niende tu. Nikutakia safari njema. Oh figo yangu figo. Oh figo. Basi nimeuelewa sana. Karibuni sana. Asante sana. Mjisikie kabisa mko nyumbani. Yaani ninapokuwa mnaongea kisomi kweli. Karibuni sana. Dada. Watu wazuri hao. Ulikiona. Ulikinisaidie mtoto huyu. Karibuni sana. Asante. Unakwenda mjini ukatulie huko. Unapapala mambuzi tu. Nenda wote kucheza na mbuzi kule. Dogo wangu. Wewe bwana unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Sudiat. Mimi naitwa Joyce. Wewe mbona unapapala sana wewe? Sawa. Karibuni sana. Karibuni sana. Afu kingine kaka, sisi nadhani kutokana na muda na sema tumechelewa tu, tuko nje ya muda sana. Tulikuwa tunaomba kama ingewezekana tungeondoka naye leo tu yani. Msema nyinyi wafadhili. Ndivyo? Ndio. Naombeni vitambulisho vyenu. Vitambulisho tumevisahau kwenye gari, maana tuna usafiri wetu tumekuja nao, kwa bahati mbaya kutokana na njia kutokuwa nzuri tumeacha pale. Sasa swala la kuondoka na huyu sahizi, swala hilo liwezekani. Kama kweli mnataka kuondoka na chuma, mtaondoka nacho kesho asubuhi. Hichi chuma kina shida. Kwa sababu sahizi, hichi chuma lazima kituage sisi. Huwezi kumchukua mtoto tu sahizi kulupu kwenye makali, yani uchana kwa wote hivi hapana. Ninachowaomba mpumzike, dada yupo tawaandalia mazingira vizuri tu. Alafu kesho asubuhi kukecha, naondoka na chuma hiki. Wala msijali. Kaka yani tulikuwa tuko nje na muda, ila kuhusu kama ni usafiri wenyewe upo tumekuja nao kabisa. Nimesema mtaondoka kesho. Tangu tungewahi, lakini sema tu. Wewe uwe mwelewa basi, mbona wewe unakuwa papala maneno? Dada, wapikie mihogo hao. Niko kwenye zizi huko. Dada, kwani uwezi kuongea naye? Huwezi kuelewa jambo lako ni. Amna. Nyanyuka basi uende ukatusaidia ili tuondoke naye huyu leo. Lakini sawa. Ngoja mimi jaribu kuongea naye. Wanda sisi wanaume kwa wanaume elewana. Umeelewa? Basi jitahidi fanya. Oh binadamu, oh binadamu. Wanathamini pesa kuliko utu, wanapenda kitu kuliko mtu. Sabina kipenzi. Yes baba. Unajua nakupenda sana. Sana tena zaidi ya sana. Alafu naomba nikwambie kitu kimoja. Kwa muda huu nikuache upumzike, mimi nikaendelea na mambo yangu mengine. Hapana bwana, usiondoke. Mimi nataka kubaki na wewe. Kubaki sio shida. Shida ipo kwa dadako. Unajua kabisa dadako huwa anipendi. Na akinikuta hapa naweza akatokea kutokea. Hivyo mimi nilikuwa nakuomba kabisa. Sasa kama ukupendi mimi si ninakupenda. Bwana usiondoke. Baki na mimi, akitukuta sawa. Yeye ni mtu mzima naelewa. Sawa. Okay sawa, nimekuelewa. Nimefurahi. Shogangu, muda sio unaenda kuwa kama wewe. Kwa kama mimi? Ndio. Hivi Umekuja wafadhili pale nyumbani. Wanataka kumchukua Januari. Fadhili? Ndio. Sasa unamchukua Januari unampeleka wapi? Unampeleka usije kwenye mashirika gani huko? Yaani anaenda kupewa hela kibao.
Aya, na kaka yako alivyomtata vile, Maulusu vipi? Umeona wafadhili wenyewe? Ni wazuri kama mtafanya mama kama nyefuni ameshuka hivi. Afu limekalia refu lizuri. Wewe usiniambie. Ni wazuri. Walikuwa wana hela wale. Kwa hiyo uzuri ndio mwachanganya mpaka mkaona mgai Januari. Hapana, wamesema kumsaidia Januari atasoma, atalala, atakula. Sijui wanaandika kwenye vinini nini vile. Usiniambie. Aya, lakini mwe makini. Watu wa CV sio wema. Wale watu wanavyoonekana watakuwa hawana shida kabisa. Basi sawa. Alafu shoga yangu, mambo lazima kana ngalo umevaa juzi. Wewe ni ushaanza. Ukipewa nguo urudishi, hata mwezi mzima upo nayo tu. Navaa leo tu na wewe. Nenda kwa shemeji yako upo. Haya, utakuja uchukue lakini naomba uvae hiyo siku urudishi. Mambo ya kufuatana sitaki. Ndio hivyo. Haya, tuondoke. Nini wewe, lakini mbona unakuwa msumbufu namna hiyo? Hebu nisikilize basi na wewe. Nini? Unajua kama hapa tupo kwa watu lakini. Maze, mpunguza sauti. Oya, sikiliza. Nimekwambia hapo nisikilize mimi na utumia akili zangu. Inshu ishakuwa ngumu hii. Nini tena? Na hapa nimetoka kuongea na bosi sasa hivi. Bosi tena? Katika vitu hivi vingapi hivi? Anataka kimoja kifanikiwe. Tuondoke na dogo ama tuondoke na figo. Figo? Ulemavu wangu umeniponza, oh figo yangu figo, oh figo, oh umeniponza, oh figo yangu figo.